Asante DJ. Haya DJ. Haya. Thank you. Nikisema Azimio, sema inawezekana. Azimio. Azimio. Nikisema Wiper, sema hakika itawezekana. Wiper. Wiper. Kwanza nifanyie Wiper na mimi nijue baba amefurahi. Asanteni. Basi tusikilizane. Basi akuru na ekuru na ndakashito mugeni kaere mantu akariata ni ogombeta wakaroncho na nina furaha zaidi mimi nikiwa Meru niko nyumbani, si ni kweli? Nimesoma hapa Kaaga Meru Boys na moto yetu ilikuwa in understanding be men. Alafu mimi mama mdogo anaishi Katidhine, kwa hivyo Meru ni nyumbani, hata Mpuru anajua. Basi nisikilizeni kwa dakika chache. Sasa hata we kengele nyamaza bana. Weka kengele kidogo. Ananiharibia mafikira. Lakini naweza kuelewa wimbi ya mabadiliko imetanda Meru leo. Nebo kanote huo. Basi yule ambaye ana macho aone, asiye na mwana aeleke jiwe. Ni wazi kwamba sio Meru, Kenya nzima imeamua kwamba watampatia ndugu Raila Amolo Odinga kiti cha urais tarehe 9 mwezi wa 8. Mimi kwa upande wa chama cha Wiper, mnajua nilikuwa nimekasirika kidogo, lakini nikakufikiria 2013 tulikuwa na baba, ama sivyo? Na 2017 tukawa na yeye. Sasa tumeongeza dada yangu wakili kama mimi, senior counsel Martha Wangari Karua, na tena yeye atahakikisha haki za Wakenya. Yeye ni mlinda katiba ya Kenya. Hivyo namuamini Raila akisema tutapigana na ufisadi, na Martha aseme wafisadi wataenda jela, Kalonzo akiwa hapo na wao, mjue Kenya imebadilika. Kwa hivyo nataka nione na wangapi watampigia Raila Amolo Odinga kura. Ni vizuri nionyeshe, nilikuja na timu ya Wiper hapa ndio wakafanya Buffalo Soldier. Utaonyesha? Haya, wataonyeshwa na Junet. Unajua Junet Mohamed huyu? Haogopi. Lakini mwerevu zaidi. Anauliza swali ambao nyinyi mnajibu. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kushtaki Junet. Mwerevu zaidi. Yeye ni katibu mkuu wa Azimio la Umoja One Kenya. Na hata seneta wa Mbua, seneta wa Kitui ndiye treasurer. Kwa hivyo kuna timu hapa ya Azimio la Umoja One Kenya. Sasa meli imeng'oa nanga. Na tuna sababu. Kumbukeni, Mzee Kibaki na mimi nilikuwa vice president wake na Raila akiwa prime minister. Ndio tukaanzisha mambo ya LAPSSET. Tukampatia hiyo kazi Balozi Francis Mudhaura. Wangapi wanajua Francis Mudhaura? A statesman ambaye tulifanya kazi naye. Tukasema Isiolo will be an international port. Kwa hivyo miraa hii haitakuwa inapelekwa Nairobi. Magari ya miraa ukikutana nayo iko na spare tire 4. Unakutana nayo hapa. Bwana nyamaza bwana. Wewe bwana bwana. Mimi nipatie miraa ni muonge huyu. Niongee. Sababu swala la miraa ni muhimu zaidi kwa uchumi ya Meru. Na kwa hivyo international airport ya Isiolo ndio itakuwa ikitumika kupeleka miraa huko Mogadishu,
huko kwingine kunaitwa Geisha, na hata ndugu Raila atawaeleza ametafuta hata soko nyingine za miraa ili watu wetu wapate manufaa. Ndugu Kiraitu amemtaja Engineer Mwongera, and I'm happy my brother remember Engineer Mwongera. Engineer Mwongera alikuwa amehusika zaidi na barabara kutoka Mombasa kuja Kibwezi, Kibwezi Mwingi Kitui, Kitui na Mwingi, alafu Maua iunganishe na Isiolo, ndiyo iwe barabara ya kutoka Addis Ababa mpaka Mombasa. Na hiyo ikiunganisha na laptop, mtaona hali ya usafiri ya watu wetu itakuwa ni nywee. Unajua Wakamba wanapenda kidhanda kwanza. Mimi nimeruma kidhanda bweka kabisa leo. Na alafu na nyinyi hamuna mbuzi. Tunataka mbuzi, mwende mchukue Sekuru. Wangapi wanajua Sekuru? Sekuru ni soko ya Ameru. Na Wakamba wanakuja kuruma kidhanda. Ukuigwa wai. Na ndugu wa Tharaka wako hapo katikati, kina Nyamu Kagwema, yeye ni gavana mtarajiwa kutoka huko Tharaka na wale wengine. Kwa hivyo yangu leo ni furaha. Nimeona Meru imeamua. Ukweli usemwe. Ndugu Kiraitu, when we came here for the BBI rally, this was not the mood. Ndugu Raila, I can assure you, Wameru wameamua. I'm actually one of them. Si wameamua? Wangapi wameamua? Kwa hivyo huku Wameru, sikilizeni. Bedhukeria, wewe ukibebwa na wheelbarrow, kwanza Mkamba anaamini kama wewe ni mgonjwa na unabebwa na wheelbarrow na unapelekwa hospitali, hauwezi kupona. Hauwezi kupona. Badala vijana walete dijitali. Walikuwa wakisema mimi na Raila tulikuwa analog. Sasa ambao walikuwa digital wanatuletea wheelbarrow. Hiyo ni uchumi upside down.